Ile tomboy kajichanganya, mala wauni wakaanza kumkimbiza. Kimbiza kweli, chocho kwa chocho, chocho kwa chocho, mala binti kawatoka, yani wana wako njia panda, alafu tomboy amesepa. Sasa tukirudishwa nyuma, kabla tomboy hajaingia kwenye hii misala ya kukimbizwa na wauni, alikuwaga demu wa kawaida tu, anavaa sketi kabisa, ana mambo mengi. Sasa kilichomkuta, alikutana na tukio kubwa sana kwenye maisha yake, yani alifiwa na wazazi wake. Tomboy akabaki kuwa mwenyewe kabisa maisha yake, na hakuamini kama angekuja kuishi bila wazazi wake. Ilimuumiza sana. So kwa kuwa wazazi wameshatangulia, ikabidi aingie mtaani kuangalia namna gani ataanza kuyaishi maisha yake. Siku moja amekuja hapa kuangalia wana wakiwa wanacheza mpira, akamcheki mwamba mmoja hivi anaitwa X. X alivyomwona huyu demu amekaa hapa analialia, akaenda kuzungumza naye. Demu anaongea kwa huzuni kinoma, yani amepitia maseke kibao. Mwamba akamwambia usiwaze, maisha yanaendelea, mimi mwenyewe nishafiwa na babangu, naishi tu na bi mkubwa wangu, so kama vipi wewe kuwa mshikaji wangu tu, maisha yaendelee. Sasa kwa kuwa X ni mwana na X ana washikaji, ikabidi tomboy naye ajibadilisha awe kama mshikaji tu ili aende sawa na hawa wauni. Wana kweli wakawa washikaji na kijiwe kikanoga kweli, yani mpaka tomboy akaja kuishi nyumbani kwao na X. Na muda huu wanarudi nyumbani kwao na X, mama akawapokea, hapa mnatoka wapi? Nimewatafuta usiku kucha, hamkulala hapa nyumbani, mlilala wapi? Na tomboy yuko, ina maana kwenye ghetto la X na tomboy ndo analala umo, yani wanalala wana wawili na demu mmoja, lakini demu si ni tomboy, kuona yeye ni kama mwana wa wana vile vile. Mama akawashushia kweli msala watoto wake, kutokulala nyumbani sio vizuri, inabidi warekebishe tabia zao na isitokee tena wakawa wanalala nje, kwa sababu hii dunia imeharibika kinoma noma. Kulala huko nje inaweza ikaja kuwaletea misala, hataki kabisa kesi hapa nyumbani. Watoto wakawa wanaomba tu msamaha na wanamwambia mama haitakuja kujitokea na kila kitu kitakuwa sawa. Sasa tukirudishwa upande wa pili, tunakiona kibeti. Hiki kibeti bwana kina matatizo ya miguu, kwa hiyo wanatembea huko akiwa amekisukuma kwenye wheelchair. Sasa leo kimekuja saluni hapa kwa ajili ya kutengeneza kucha, kikakutana na mwamba akatoa shiti huyo. Hivi walemavu nao wanatengeneza kucha? Udemu hiyo kauli ilimuuma kinoma noma, akamaindi na zoezi likaishia hapo hapo, akarudi nyumbani akawa analia tu. Hakuna yote anayenijali kwa sababu ya ulemavu wangu, watu wananikataa, watu wananidharau. Hivi kweli Mwenyezi Mungu hawezi ukaniletea mtu ambaye atanijali na kunithamini katika hii hali yangu ya ulemavu? Sasa demu kwa kuwa amepagawa na anaona kila mtu anamkataa, akataka anza kutumia madawa, yani akiamini labda madawa yanaweza akampa afadhali ya kuto kufikiria changamoto anazozipitia. Sasa leo X kaja kumletea madawa. Hawa wana X pamoja na wale matomboi, kazi yao ndo hii ya kusupply madawa. Yani kuna mwamba huyo anaitwa Babadi, yeye ndo anauza madawa, awashikaji wana supply. Sasa X amekuja kukutana na Betty, ndo mteja mpya leo. Akamtizama na akamwambia, wewe yani upo kwenye wheelchair na unachukua madawa kulevya? Demu akamwambia, hebu angalia kilichokuleta, kwa nini usifanye mambo yako, unafuatilia maisha ya watu? Unajua nini kilichosababisha mimi nipo kwenye wheelchair, au unajua napitia kitu gani? Mwamba akamwambia, sawa, nitafuata mambo yangu, lakini baada ya kutumia hizo dawa ukafa ukaenda kuzimu, ndo utaelewa nini nilichokuwa na kuambia. Demu akamwambia, hebu ngoja kwanza, au umenichanganyia hujaniletea dawa nilizokuwa nazitaka? Jamaa akamwambia, kunywa ufe afu ndo utajua. Demu akaona huu msala ni kila kweli, nisije nikafa au ni hawaeleweki hata kidogo. Demu akawa anamuita mshikaji, basi hebu rudi tuongee. Mwamba akarudi kumsikiliza. Demu akamwambia, kwani umemaanisha nini kuniambia vile? Mchizi akamwambia, hivi ufikiri kuhusu maisha yako? Yani upo kwenye wheelchair, hata kusimama uwezi, badala umuombe Mungu akusaidie unyenyuke, alafu ndo bado unatumia madawa kulevya. Umechanganyikiwa? Hivi unawaza kuhusu wewe kweli? Mwamba akajikataa akaondoka. Demu akaona huyu mwamba ni mtu mpya kukutana naye kwenye maisha yangu. Amerudi nyumbani, akili yake haimpi kabisa, yani anawaza, yani maneno aliongea ule mkaka ananiingia kweli, afu ameonekana kujali. Ina maana amenijali hata nikiwa kwenye wheelchair. Hebu ngoja nimtumie message. Demu akamdondoshia mchizi message. Sasa upande wa pili mtaani, mwamba yuko uswahilini ghetto, mala message ikaingia ya mchumba. Mwamba akaona mchumba anaanza kunigusa. Bwana wamepiga story, mala mwisho wa siku ikabidi leo tena wakutane hapa. Yani ni kwamba mwamba anaanza kunogewa kwa huyu binti. Binti anamuuliza mwamba, kwa nini unauza madawa kulevya? Jamaa akasema, mimi siuzi, mimi nasambaza tu ili nipate ugali moto. Demu akamwambia, sio kazi nzuri, lakini unajua. Jamaa akasema, natafuta maokoto ili anisaidie mimi nirudi shule, kwa sababu mimi naishi na bi mkubwa wangu, alafu ni mtu mzima na mzee wangu alishatangulia mbele ya haki, kwa hiyo hakuna namna yote nitaenda shule kama sitajipambania. Lakini nilikuwa na mpango kabisa wa kuacha hizi biashara, na hata nikitoka hapa nitaenda kumwambia Babadi kwa sitaki kabisa kufanya hizi biashara, kama vipi niendelee na maisha mengine, nisiendelee
tena na hizi biashara za haya madawa. Sasa ile mwamba ametoka kwa Beti, anakutana na tomboi wake hapa. Tomboi anamwambia nimekutafuta sikuoni, siku 2 hizi 3 sikuoni, naona kama uko busy. Unaenda wapi? Na hatujaenda kwa Babadi kuchukua mzigo kabisa. Jamaa akamwambia nisikize nikwambie, mimi sitaki tena kufanya hizo biashara, nimeacha. Jamaa akamwambia umechanganyikiwa, yani umeachaje wakati na big deal hapa, hebu twende tukapige huu mchongo, tunaokota maokoto ya kutosha. Jamaa akamwambia mimi sitaki, nenda ukamwambie Bigi mkokote maokoto wenyewe, mimi sitaki. Jamaa akajikataa. Tomboi akamwangalia akamwambia hivi mwamba amechanganyikiwa, kwani nini kimempata sasa hivi? Mbona simuelewi kabisa. Muda huu jamaa elewi kabisa. Yani muda wote anakuja kuongea na hiki kidemu. Sasa leo Tomboi si akamfuatilia. Kufika hapa akamuona mwamba anaongea na hiki kidemu. Tomboi akaona kwa huyu mpumbavu amepata kidemu, ndio maana siku hizi kabisa hata kuja maskani anasumbua sumbua na muda wote hataki kufanya kazi, uko biza na hiki kidemu. Kwa analeta mapenzi kazini. Tomboi akaondoka mpaka kwa Babadi. Sasa Tomboi si ana wivu na ex. Alivyoenda kwa Babadi akamwambia Babadi, sikia, unajua kama ex sasa hivi hataki kufanya hii kazi na mara Babadi amekuja na timu yake wamemdaka ex hapa. Alichezea kichapo cha kutosha. Yani kwa nini unataka usaliti kambi wakati umeshajua siri kibao za kambi? Unataka kutuchoma, si ndio? Mwamba alipigwa ile akamwambia Babadi, mimi sitaki hii kazi. Yani nataka niache kabisa, sitaki kabisa kuishi maisha ya kukimbizana na polisi wakati umri wangu bado ni mdogo na naweza nikawa na ndoto za kufanya vitu vingine. Muda huu huko maskani ni usiku sana. Ex hajarudi. Bigi na Tomboi wanazungumza. Ina maana atakuwa wapi? Tomboi akamwambia Bigi, tusijihangaishe, yule ni mpumbavu. Hivi unajua kama analeta ukahaba tu. Amepata kidemu hicho, ndo muda wote uko nacho bize. Sasa muda wote anakuwa anaenda tu kwa kile kidemu kote. Sasa hivi tukisema eti twende kumtafuta tunajisumbua. Yuko bize na kidemu, hebu tumkatae. Bigi akasema we ndo kile kinachotembea kwenye wheelchair. Jamaa amepata kidemu cha kishua kinamchanganya, si ndio? Sasa muda huu ni usiku. Kidemu kinamtumia message nyingi sana ex ajibu. Kinapiga simu ex hapokei. Kumbe upande wa pili huko baba. Ex anachezea kipigo cha kutosha kwa Babadi. Amemkataa Babadi. Sasa muda huu bwana ex amekuja nyumbani, yani ni asubuhi. Amekandwa vya kutosha, bi mkubwa amemchukua amempeleka hospitali. Mama analalamika kinoma, ametumia bili kubwa sana. Nilishakataza biashara za kuzulula, mnafanya vitu nisivyovielewa. Mliniambia mnauza snacks barabarani. Snacks ndo zimesababisha umepigwa kiasi hiki. Mwamba anajingata tu. Mama anamwambia angalia bili nasoma bei gani. Muda huu ex anampigia simu Beti. Beti anaipokea simu. Mwamba anamwambia nilipata matatizo. Babadi alinikamata na kijalamba chake. Kiukweli nimechezea kichapo cha kutosha kwa sababu nimemwambia kuwa sitaki tena kuendelea kufanya hizi biashara za madawa ya kulevya. Kwa hiyo hapa nilipo nimekandwa vya kutosha, yani ukiniona wewe mwenyewe utashangaa. Sasa wakati Mwamba anaongea na Beti, bwana Tomboi yupo kwa nje akawa anasikia kona okay. Kwa hiyo bado tena yuko busy na kile kidemu. Yani Tomboi anataka afanye vyovyote anavyofanya aachanisha mahusiano kwa sababu Tomboi kimtindo ni kama anamuelewa ex, lakini sasa hawa si ni wana, kwa hiyo inakuaje? Yani inakuwa ni ngumu. Sasa Tomboi muda huu amerudi hapa ndani kwa ex. Ex akiwa amelala hapa geto kwao, mara simu ikawa inaita. Beti anapiga tena. Tomboi muda huu ndo akaiokota hii simu. Alivyoiokota kuangalia akaona huyu nani? Sio kile kidemu kweli. Akaipokea kidemu kikajitambulisha. Wow! Tomboi akasema ndo wewe unayetembea kwenye wheelchair, si ndio? Demu akasema ndio. Kwa nini unasema hivyo? Tomboi akamwambia hebu nisikiliza nikwambie dada yangu. Kuna vitu vingine lazima ujifunze. Mbona wewe ni mtoto mjanja alafu unashindwa kuelewa kodi? Huyu Mwamba akupendi, anakuelewa wewe kwa sababu ni wakishua. Upo kwenye wheelchair, mwanaume gani atakaye kuelewa? Wewe ni wakishua, ndio maana Mwamba anakushobokea. Kwa hiyo Mwamba anataka akupige tu maokoto alafu akuache unalia. Wewe mtoto 2000 alafu unashindwa kuwa mjanja, unashindwa kuwasoma watoto wa Uswahilini. Huyu ni muuni wa mtaani, mademu anaweza kuelewa, ni machakalamu kama yeye. Wewe akishua huku utaumia. Sasa endelea kujichanganya uone kitakacho kukuta. Demu akabaki analia tu, yani hata mwanaume niliyemtegemea kumbe naye anataka tu anipige maokoto. Kumbe asijue amesetiwa tu kama bomu, yani muda wote atalipuka tu. Demu analia kweli, hataki kuamini. Sasa leo ex anampigia simu Beti. Beti anapokea. Ex anamwambia kwa nini hutaki kupokea simu zangu? Kwa nini uliniblock? Demu anamwambia ni haujui kama kuna demu alipokea simu yako akaniambia vitu kibao, kumbe unataka kunipiga maokoto, unipendi wala nini? Jamaa anasema hapana. Kwa nini unasema hivyo? Nani? Mimi hamna demu yote anaweza kupokea simu yangu. Nyumbani naishi tu na machizi wangu, siishi na demu yoyote. Beti anamwambia kuna demu alipokea simu. Sasa yupo na Bigi hapa, wakaanza kumtafuta mchawi nani. Ex akakumbuka kuna muda aliposhtuka kutoka usingizini, alimkuta Tomboi ameshika simu yake, akamwambia wewe nirudishie simu yangu hapa. Akamwambia Bigi ngoja. Bigi, ina maana Tomboi ndo alichukua simu yangu na akamwambia maneno Beti, si ndio? Bigi akamwambia ina maana mwanangu wao uelewi. Haujui kama Tomboi ni kama anakuelewa. Mara Tomboi akaitwa kikawekwa kikao hapa magetoni. Wewe nani aliyepokea simu yangu? Tomboi akawa mkali. Nimekwambia ukirudia tena kuniambia story kama hizo tutagombana na tutakuja kuelewana kabisa. Yani kwa sababu ya hicho kidemu unataka tukose amani. Sasa kupokea simu yako ndo nini? Hizo pigo anazozileta Tomboi hajazielewa wala hazitaki hata kidogo. Sasa muda huu bwana Beti ameona kama vipi tuaje kumtafuta Mwamba mpaka mtaani kwake amjulie hali, maana anajua kama Mwamba
mwamba amepasuka. Alipofika hapa akakutana na mama mkwe na wakasalimiana kinoma noma na akajitambulisha kama ni rafiki yake na ex. Mara ex akatoka, alivyotoka wakaondoka na mchumba akaenda kupiga story. Yani sasa leo walipiga story mpaka usiku. Sasa Tomboy anaendelea na biashara zake za kuuza madawa. Amekuja hapa kukiletea hiki kidemu madawa. Sasa usi ni Tomboy, sasa kakutana na demu mwenyewe Mende. Demu alivyokuwa anamwangalia Tomboy, mara anataka kumtolea uli, mara anamshikashika Tomboy. Akamwambia vipi, hebu niache, unanishikaje hivyo? Demu anataka sijui akamfanyeje huyo mtoto. Mtoto akaona wewe kumbe mshenzi, shika hiyo afu ondoka wewe, usinizoee tena. Usije kuleta pigo kama hizo wewe. Mimi mwenyewe mjanja vile vile. Tomboy akakimbia akaona hapa nikijichanganya anaweza nikaliwa. Sasa muda huu Tomboy imebidi amtafute ex wazungumze. Yani kwa nini anakuwa muda wote uko busy na kile kidemu? Sasa wametafutana hapa wazungumze, akieleweki wanagombana kweli. Tomboy ana mind, yani mwanangu, ina maana sasa hivi haunijali wala uwezi kuongea na mimi kwa sababu ya kile kidemu. Kwa ile demu amekuja kuharibu amani ya maisha yetu na kila kitu ambacho tumekipanga kwenye maisha yetu, si ndio? Muda huu bwana Tomboy ameona sio kesi, yani ni lazima avuruge tu haya mahusiano. Kaja mpaka nyumbani kwao ex. Alivyokuja akamwambia dada yake ex, mwambie huyo mdogo wako, kumbe ni mdogo wako, awe makini sana na wale wanaume wa mtaani anaoanza nao mahusiano. Na mwanaume mmoja hivi muuni kweli, muuza madawa, eti ndo mshikaji wake, hapo anavyoondoka ndo anaenda kukaa naye. Bwana we, taarifa zilivyofika kwa dada yake zikafika kwa baba. Mara ex akatafutwa kokote aliko akatekwa. Kutekwa ameletwa huko Magwepande na mzee amesimama mbele yake. Baba ni tight afu linalo mbaya. Likamwambia kijana, nimesikia mengi kuhusu wewe. Yani wewe ndo unamtorosha mwanangu nyumbani, anakaa mpaka usiku nje ya nyumbani, si ndio? Sikiliza mwanangu, isije kutokea tena nikakuona na binti yangu. Yani hii nimekuja kukupa onyo alafu na kuacha salama. Ikitokea mara ya pili ujue kabisa nitakuonesha rangi nyingine ambayo hauijui kuhusiana na mimi na nitakuumiza. Sasa muda huu imebidi ex kama vipi aje kuongea na Tomboy wamalize tofauti zao. Sasa wamekuja kuzungumza, mara Tomboy analeta kudeka. Leo Tomboy anang'ata kucha. Mwamba akamwambia wewe nini, hebu tulia nikusogelee hapo. Unajua mtoto mzuri, unaogopa kitu gani? Tomboy anamwambia unajua mimi lakini nimekwambia unajua. Ex akamwambia unajua mimi sio kwamba sikupendi. Mimi nakupenda kinoma na ninahisia na wewe kinoma, lakini wewe mimi nakupenda kama dada yangu. Tomboy akamaindi, unanipendaje kama dada yako? Mimi na wewe tuna undugu wote wala nini? Mimi na wewe tumekutana tu mtaani, unanipendaje kama dada yako? Mimi sipendi hivyo, mimi nataka unipende zaidi. Jamaa akamwambia Tomboy haitawezekana hivyo, nataka tena mimi ndo niwe kama basha yako. Tomboy akamwambia mimi ndo naitaka iwe hivyo. Ex akaona kama vipi au Tomboy nifanye kama na kuchukua hivyo. Mwamba si akataka kumpiga mate Tomboy hapa. Baba Tomboy akalegea. Mwamba akaona mambo yatakuwa mengi, bigi akaja akaharibu mchongo hapa katikati. Baada ya kuharibu mchongo, wana wakaondoka mpaka kwa Baba D. Sasa hivi Tomboy na ex kama zinaiva kwa sababu ex ameanza kumletea pigo za mapenzi Tomboy. Kwa Baba D wana walivyofika akamwambia Mwamba, hatutaki kufanya kazi zako za madawa, tunaacha. Mwamba kaitoa bastola kama vipi watoto na wamwaga ubongo. Watoto wakakaza na mwisho wa siku ametoka kwa Baba D. Sasa ex akapigiwa simu na Betty akaambiwa wakutane sehemu. Betty naye akapigiwa simu na ex, alitumiwa message akaambiwa wakutane sehemu. Kumbe bwana ni mtego. Wana wameenda wamekutana hiyo sehemu, kumbe simu zao zijatumika kupigiana wala kutumiana message, zaidi wamechezeshiwa chele. Yani sasa hapa wamekuja kukutana na baba pamoja na Baba D. Kumbe ni wana wanaoshirikiana kwenye biashara. Ex anaambiwa wewe tena, nilishakwambia nini kuhusiana na binti yangu? Sasa nilikwambia ukae mbali na binti yangu. Sasa leo ngoja nikuoneshe watu wenye hela namna gani tunaweza kulinda familia zetu. Baba ex alivutwa, wakawa wanampeleka kwenye maji, maana hapa ni kama nchi kavu. Sasa anapelekwa huko kwenye maji. Wauni sijui atamfanya nini. Betty analia tu, baba ukimpeleka huyo huko na mimi nitaenda huko kivyo vyote. Akaambia twende huko. Ina maana wewe unaenda nyumbani, Mwamba anaingizwa kwenye maji. Sasa kitakachomkuta ndo atajua watoto wakishua wanalindwa. Sasa muda huu bwana ex ameona nitauponza kwa watoto wakishua kama vipi, nirudi tu kwa Tomboy wangu kama vipi, tuendelee na maisha yetu, maana sisi watoto uswazi tumeshazoeana. Na kweli bwana we, watu wakaendelea kufurahia maisha yao na Tomboy mdogo akawa anamchukua ex na maisha yao mengine yakaendelea. Huu ndo mwisho wa unyama wetu. So kama na wewe ni Tomboy unajilegeza tu kwa wauni na wanaweka tu, acha kukaza maisha yenyewe, unamkazia nani? Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Hii hapa ni Movie Bang.